Upepo mwanana uliojaa harufu ya chumvi ya bahari ya Hindi ulikuwa bado unacheza kwenye nywele za Rahma, lakini sasa alikuwa amesimama kwenye vumbi jekundu la Tunduma. Alishika begi lake dogo kwa nguvu, macho yake meupe yakitazama huku na kule kwenye kituo cha mabasi kilichojaa watu na kelele. Alikuwa ameacha nyuma maisha yake ya utulivu Zanzibar, akimwacha bibi yake mzee ambaye alishindwa kumlipia ada ya shule, hivyo Rahma akalazimika kukatisha masomo akiwa kidato cha 3. Amesikia mengi kuhusu Tunduma, mji ambao kwa mujibu wa watu ulikuwa umejaa fursa na pesa. Aliamini kwa uzuri wake na ujasiri wake angeweza kupata kazi kwenye baa na labda hata kujiuza kwa madereva wa malori wanaosafiri kwenda na kutoka nchi jirani. Katika akili yake, hii ilikuwa njia ya haraka ya kufikia mafanikio na kumsaidia bibi yake. Simu yake ilivuta na jina Abdul lilionekana kwenye kioo. Abdul kilioingiza hii alikuwa mpenzi wake wa zamani. Walikuwa pamoja kwa muda mfupi huko Zanzibar kabla yeye kuhamia Tunduma kwa ajili ya kazi. Walikuwa wameendelea kuwasiliana mara kwa mara, na alipomweleza kuhusu mpango wake wa kuja Tunduma, Abdul alifurahi na kumhakikishia kuwa angemkaribisha. Rahma: habari, karibu sana Tunduma. Sauti ya Abdul ilisikika kwa furaha. Alikuwa amevaa shati safi na suruali iliyopigwa pasi. Alipomkaribia, Rahma alihisi furaha na wasiwasi kwa wakati mmoja. Ilikuwa muda mrefu tangu walipoachana. Abdul, alisema Rahma, sauti yake ikiwa laini ikiambatana na lafudhi yake tamu ya Kizenji. Rahma wangu, Abdul alijibu akimkumbatia kwa nguvu. Umekuwa mrembo zaidi. Rahma alitabasamu akifurahia maneno yake. Wewe pia huonekani vibaya. Abdul alimchukulia begi lake. Njoo twende, nimekuandalia sehemu ya kukaa kwa muda. Walipokuwa wakitembea kuelekea kwenye gari la Abdul, Rahma aliangalia mazingira. Tunduma ilikuwa tofauti sana na Zanzibar. Kulikuwa na msongamano wa watu, magari na vumbi lililokuwa likipaa hewani, lakini kulikuwa na hisia ya uchangamfu na harakati ambazo zilimpa matumaini. Nyumba ya Abdul ilikuwa nyumba ya kupanga, si kubwa sana lakini ilikuwa safi na nadhifu. Alimkaribisha ndani na kumtambulisha kwa picha ya mwanamke na mtoto mdogo iliyokuwa kwenye meza sebuleni. Huyu ni mke wangu, Aisha, na huyu ni mtoto wetu, Juma mdogo, Abdul alisema, sauti yake ikiwa na fahari. Rahma alishtuka kidogo. Alikuwa amesahau kuwa Abdul alikuwa na familia sasa. Oh, samahani, sikujua, alisema kwa unyonge. Usijali, Abdul alijibu haraka. Tuliachana muda mrefu, maisha yamebadilika, lakini bado niko tayari kukusaidia kama nilivyoahidi. Kwa muda wa wiki moja iliyofuata, Abdul alijitahidi kumsaidia Rahma kutafuta kazi. Alimpeleka kwenye baadhi ya baa zilizokuwa maarufu mjini, akimtanguliza kwa wamiliki na mameneja. Lakini Rahma hakuhitaji msaada mkubwa. Uzuri wake wa kipekee, ngozi yake nyeupe iliyokuwa iking'aa, na lafudhi yake tamu ya Kizenji ilivutia watu wengi. Wanaume walikuwa wakimwangalia kwa udadisi na kuvutiwa. Haikuwa muda mrefu kabla Rahma kupata kazi kwenye baa moja iliyokuwa na jina lililojaa matumaini, Neema Lounge. Mmiliki wa baa, mama mmoja mnene na mwenye uzoefu, alimkubali mara moja. Aliona kuwa Rahma angekuwa kivutio kikubwa kwa wateja wake. Baada ya kupata kazi, Rahma aliamua kuondoka kwenye nyumba ya Abdul. Hakutaka kumsumbua zaidi na familia yake, na pia alihisi anahitaji uhuru wake. Alipata chumba kwenye hosteli moja iliyokuwa karibu na baa, ambako walikaa wahudumu wengine. Hosteli ilikuwa rahisi, lakini ilikuwa mahali pake mwenyewe. Akiwa amesimama kwenye mlango wa chumba chake kipya, akitazama mazingira ya hosteli hiyo yenye kelele na harakati, Rahma alihisi mchanganyiko wa hisia. Alikuwa mbali na nyumbani, akianza maisha mapya katika mji huu wa mpakani. Alikuwa amepata kazi, lakini alijua kuwa safari yake ya kutafuta mafanikio huko Tunduma ilikuwa imeanza rasmi. Giza lilianza kuingia, na taa za mitaani ziliwashwa, zikiangaza sura yake nzuri na azma iliyokuwa ikichipuka machoni pake. Maisha yake mapya huko Tunduma yalikuwa yameanza. Tunduma iliamka kwa kishindo kingine, mji ambao haukulala kamwe.
Baa zilifunguliwa milango yake kwa wateja waliochoka na safari ndefu, wafanyabiashara wanaosubiri mizigo na wenyeji waliohitaji burudani. Kwa Rahma, ilikuwa siku yake ya kwanza ya kazi rasmi kwenye Neema Lounge, akiingia kwa ajili ya shifti ya mchana. Alipowasili, aliwakuta wadada wengine waliokuwa tayari kazini. Kulikuwa na Vicky, mwanamke mcheshi mwenye kicheko cha kuambukiza. Irene, ambaye alionekana mkimya lakini alikuwa na moyo mzuri. Joy, msichana mchangamfu na mwenye nguvu. Oliver, ambaye alikuwa na uzoefu mwingi na alionekana kama dada mkuu kwa wote. Na Francisca, ambaye alikuwa mkarimu na tayari kusaidia. Rahma alikuwa tofauti, sio tu kwa kuwa alikuwa mgeni, bali pia kwa uzuri wake uliovutia na lafudhi yake tamu ya Kizenji. Alipokuwa akichukua oda na kuwahudumia wateja, lafudhi yake ilikuwa kama mziki kwao. Walipenda jinsi alivyokuwa akitamka maneno, na ucheshi wake wa asili uliwafanya wengi kutabasamu na kuagiza vinywaji zaidi. Habari ya mchana, Shemji, mteja mmoja alimwambia akitabasamu kwa upana aliposikia akiongea. Lafudhi yako tamu sana. Rahma alicheka kwa haya. Asante sana kaka. Siku zilivyozidi kwenda, Rahma alizidi kupendwa na wateja na wafanyakazi wenzake. Alikuwa mchapakazi na mwenye adabu, na hakuchelea kuomba msaada au kusaidia wengine. Hata Madam, mmiliki wa Neema Lounge, alimtazama Rahma kwa jicho tofauti. Alivutiwa na bidii yake na jinsi alivyokuwa akishirikiana vizuri na kila mtu. Baada ya wiki chache, Madam alimuita Rahma ofisini kwake. Rahma, alisema Madam kwa sauti ya upole, nimekuangalia kwa muda. Wewe ni msichana mzuri na mwenye akili. Ningependa kama ungekuwa unaishi nami nyumbani. Nina nafasi ya ziada na itakuwa rahisi kwako kuliko kukaa kwenye hosteli. Rahma alishangaa. Hakuwahi kufikiria kuwa Madam angeweza kumfanyia hivyo. Madam, asante sana. Siwezi kueleza jinsi ninavyoshukuru. Hivyo, Rahma alihama kutoka kwenye hosteli na kwenda kuishi na Madam kwenye nyumba yake kubwa na nzuri. Alimchukulia kama mdogo wake, akimpa chakula kizuri, nguo na kumjali kwa kila njia. Maisha ya Rahma yalianza kubadilika kwa kasi. Licha ya mazingira yake mapya na maisha mazuri, Rahma hakuwahi kuwasahau bibi yake na wadogo zake wawili huko Zanzibar. Alikuwa akiwapigia simu mara kwa mara, akiwahabarisha kuhusu maisha yake na kuwatumia pesa kidogo alizokuwa akipata. Nura, ambaye alikuwa anaingia kidato cha pili, na Idi, ambaye alikuwa darasa la 7, walifurahi sana kusikia habari zake na kujua kuwa alikuwa salama na anafanya vizuri. Kati ya wanaume wengi waliokuwa wakimsumbua Rahma kwa maneno matamu na ahadi za uongo, alikutana na kijana mmoja ambaye alionekana tofauti. Jina lake lilikuwa Razak. Alikuwa mtanashati, mwenye adabu, na hakuwa na haraka ya kumfanya Rahma awe wake. Alikuwa akija kwenye baa mara kwa mara, lakini badala ya kumsumbua, alikuwa akiongea naye kwa heshima na kumjali kama mtu. Razak alikuwa akifanya kazi kwenye moja ya kampuni za usafirishaji mjini. Alikuwa na ndoto kubwa na alionekana kuwa na malengo maishani. Rahma alipenda jinsi alivyokuwa akiongea, jinsi alivyokuwa akimheshimu, na jinsi alivyokuwa akimfanya ajisikie salama. Kadiri siku zilivyosonga mbele, Rahma alijikuta akivutiwa zaidi na zaidi na Razak. Moyo wake, ambao ulikuwa umejifunga kwa muda mrefu kutokana na mazingira magumu aliyopitia, ulianza kufunguka tena. Tabasamu la Razak lilikuwa na uwezo wa kuangaza siku yake yote, na mazungumzo yao yalikuwa yakimpa furaha na matumaini. Walitumia muda mwingi pamoja, wakiongea kuhusu maisha yao, ndoto zao na matumaini yao kwa siku zijazo. Rahma alimweleza kuhusu bibi yake na wadogo zake, na Razak alimsikiliza kwa huruma na uelewa. Naye alimshirikisha Rahma kuhusu kazi yake na mipango yake ya kuanzisha biashara yake mwenyewe siku moja. Hata hivyo, katikati ya furaha hii mpya, Rahma hakuweza kuondoa kabisa hisia ya wasiwasi iliyokuwa inanyemelea akilini mwake. Tunduma ilikuwa mji wenye siri nyingi, na alikuwa bado mgeni. Alijua kuwa maisha yanaweza kubadilika ghafla, na furaha aliyokuwa nayo sasa inaweza kuwa ya muda mfupi tu. Lakini kwa sasa, aliamua kufurahia kila wakati na kumruhusu Razak aingie zaidi kwenye moyo wake. Kijana huyu mtanashati alikuwa ameanza kuuteka moyo wake, na Rahma alikuwa tayari kuona safari hii ingempeleka wapi.
Mwanzo tulikuwa